Lunch ya leo sio lunch. Lunch ya leo ni wokovu, transformation of your mind. I am so happy. I am so happy. Yaani nikisema niulizwe sasa hivi ni nini kinakufurahisha? Watu wa Instagram tumeshaingia live. We are live, ladies and gentlemen. Na niliwaambia leo shughuli yangu ni moja tu, kuhakikisha amli takataka. Hakuna kula takataka. Jamani, hamwezi nielewa. Hamwezi nielewa. To get where I am. But finally I am here. Nikwambie kitu. Naomba kwanza nifungue live kwa kupata. Sasa hiki ndo kifungua kinywa. Jamani, sasa hivi ni saa 7 na dakika 21. Na mimi hichi kinachoingia tumboni mwangu sasa hivi ndo chakula cha kwanza kinaingia tumboni. That's nice. Saa 7. Mangu nilivyoamka asubuhi na niko very energetic. Sina wasiwasi, sina hofu, nina nguvu ya kutosha. Saa 7 dakika 21. Ndo wewe uliamka asubuhi ukakimbilia jamani, ngoja nisiseme msije mngasema unatuandama na nitawaandama leo. Nimekuja mpaka hapa panaitwaje? Ukonga Mazizini. Ukonga Mazizini. Nimekuja mpaka Ukonga Mazizini na lengo ni moja tu. Kuhakikisha na waambia watu acheni kula takataka. Lakini mle nini? Unajua watu wengi sana wamekuwa na mind hii kauli yangu ya kusema acha kula takataka, acha kula takataka. Wengine ambao wanatamani inawagusa positively. Wanasema ukituambia acha kula takataka basi tuambie tule nini. Kwa mimi mwenyewe nilikuwa hapo napata kadailema fulani kwamba okay, sasa acheni kula takataka, niwaambie mle nini. Naona kama kuna limitation. Leo hapa nimekuja kugundua kuna uwanja mkubwa sana wa chakukila, ila wewe ndo tatizo. Yaani wewe kufungua kwako akili ndo tatizo la kuamini kwamba hakuna chakukila except hizo takataka unazoziwaza kichwani. Kwa leo hapa nimekuja, nataka na mimi nipitishwe kwenye darasa ili nikija nikakwambia usile takataka. Nikisema usile takataka, nina option ya kuambia sasa unaweza ukala hiki. Si ndio? Hapo itawasaidia. Tanzania wanajua. Kama kawaida yangu nitatoa namba hapo, nitasema ukiipiga utapata zawadi. Leo zawadi ambayo nataka kuitoa kwa watu. Zawadi namba 1 ni kwa watu wanaopitia changamoto ya pressure. Wale wanaume wenzangu vijana ambao mnalalamika, nguvu za kiume zinaisha. Sijui sasa hapa leo yaani alafu sasa mkitaka kujua mko wengi. Mimi nitatoa namba hapa. Watu ni wengi. Kuna vitu ambavyo kwa kweli baada ya kuwa umesha encounter hiyo changamoto, hata ukivificha vipi, wewe ndio unazidi kuumia. Kwa hiyo just come out. Upate suluhisho, upate we have to talk. Lazima. Kwa sababu generation ni ya kwetu, generation ya kwetu. Kabisa. Na hakuna wa kulaumiwa. Kabisa. Wa kujilaumu ni wewe mwenyewe. Kabisa. Kwa sababu Mungu amekuumba ukiwa kiumbe kamili. Kabisa. Kumess up, ukajikuta umeenda njia ambayo sio sahihi, utakiwi kulaumu yule aliyekuelekeza kwenye njia hiyo, kwa sababu mwisho wa siku wewe bado ulikuwa ulikuwa una nafasi ya kuchagua. Ukachagua vibaya. Lakini mbaya zaidi ni pale ambapo mtu atapewa taarifa sasa kwamba jamani, huku hii njia ambayo tuliambiwa tupite inatuingiza chaka. Njia ya kutufikisha kula ambako tunatakiwa kwenda ni hii. Bado watu wanakomaza shingo. Sasa mimi nilivyowaambia watu waacheni kula takataka, wanataka kuniua. Yaani Watanzania walisema jamani, huyu kijana amekuja Dar es Salaam kanunua tu iPhone, sasa anatuambia tusile takataka na ameanza kuita chakula takataka. Nikamwambia jamani, shida ni moja. Since siku ambayo chakula kiliitwa takataka, siku ambayo takataka iliitwa chakula, ndipo ulipoanza kuamini. Yaani ndipo hiyo ndo siku ambayo wewe ulioamsha akili yako ukaona takataka zile kama chakula, ndipo ulipoanza kuamini. Nikasema hivi, kama chakula kiliitwa kama takataka ziliitwa chakula mpaka watu wakaziamini, inabidi tuziite takataka mpaka watu wajue kweli ni takataka. Kwa sababu kilichokuaminisha ni umesikia sana. Yaani umesikia kiasi kwamba imefika sehemu wewe unachukua kwa sababu tayari ulishaamini. Sio kwa sababu sasa
unakipima uwezo. Upimi tena uwezo. Upimi, ujisikilizi. Imani yako. Mwili wa binadamu yeyote ukila chakula ambacho ni chakula sahihi utakupa taarifa. Ukila takataka, kwa maana ya kula chakula ambacho ni unwanted material, mwili utakupa chakula, utakupa taarifa. Unapoona watu wanakuambia sasa hivi, kwa sababu mimi ambaye niko hapa napokea watu wengi wenye shida ya acid reflux. Mtu mwenye pressure alianza na tatizo la tumbo. Mtu mwenye kisukari alianza na tatizo la tumbo. Mtu mwenye nguvu za kiume zinipungufu, tatizo lilianza kwenye tumbo. Kwa hiyo kumbe basi ni nini unaingiza kwenye mwili wako ili viungo vya mwili viweze kuchukua hayo madini ulioingiza, halafu uwe mzima. Sasa haupati matokeo mazuri kwa sababu umeingiza chakula mfu. Umeingiza takataka ambazo zinakwenda kuzalisha asidi kwenye mwili wako. Jamani, wanaume wenzangu, kuna kale katabia kale kusema mimi nina gesi. Unajikuta wewe Mtwara. Yaani wewe unajiona wewe ndo Mtwara, yaani wewe Tanzania nzima wewe ndio Mtwara. Yaani mimi nina gesi, yaani mimi nina gesi. Alafu kuna ile watu kupossess ugonjwa kiasi kwamba anauita ndio ugonjwa wangu. Sasa sisi wenye kisukari, mimi nawaambia watu wengi, kwa nini useme mimi mwenye kisukari? Kisukari cha kwako? Unajua sisi watu wenye vidonda vya tumbo. Unajua mimi huwa na gesi. Yaani mimi huwa na yaani kuna watu wanajimilikisha ugonjwa, wanaona kama ni na matokeo yake hawajui. Unapojimilikisha tatizo, maana hilo tatizo litakuwa ni la kwako kweli, kwa sababu kila kitu kinaanzia kwenye thoughts, kwenye mawazo. Chochote kile, mpaka umeamua kutoa elimu ya vyakula Bwana Koi, imeanzia kwenye kichwa chako, kwenye mawazo. Kwa hiyo pressure ambayo wewe uko nayo, unasema pressure yangu. Umelala unasema leo sijui sukari yangu ni ngapi, ndio unaamka kitandani hapo jaenda kuipima. Kwa nini uende kupima ukuta una sukari wakati ushasema sukari yangu? Inakuachaje? So chochote ambacho unawaza in negative form ndio maisha yako. Chochote ambacho unawaza in positive form ndio maisha yako. Umeamua sasa kwamba jamani, kuumwa mimi basi. Haiwezekani uishi na ugonjwa miaka 10 na bado uko chini ya uangalizi na bado upati matokeo na bado uko pale pale unatii. Ifike hatua useme kuanzia sasa huu ni mwili wangu, haya ni maisha yangu. Nataka nijisikilize na niweze chakula ambacho nakiita chakula. Nilimwambia watu acheni kula matakataka. Acheni kuweka matakataka kwenye friji, mnasema ni chakula. Mtu ambaye alini inspire zaidi ni Dr. Janabi. Ndiyo. Alivyokuwa anawaambia watu jamani, hauna haja ya kunywa haya masoda unayoyaona ni masukari au ni sukari, ni afu ni chemicals. Akawa anawaambia watu kuhusu chakula. Utaki kula ukiamka alfajiri kula. Haina sababu. Unaamka asubuhi kula hivyo. Mavyakula unavyokula kula. Na nikwambie Koi, hakuna mtu anaamka asubuhi anasikia njaa. Watu wanakula kwa sababu ya mazoea. Na watu wanakula kwa sababu wanajua saa hizi ni saa 2. Sijanywa chai. Yaani wanakula saa. Na unakutaka wanalalamika kabisa watu. Unakuta mtu analalamika kabisa. Yaani ishafika saa 4 sijanywa chai. Ana njaa. Lakini kwa sababu ni saa 4. Na hili ni tatizo. Mimi nadhani hii inatakiwa iwe kampeni ya kitaifa. Sasa wewe Tanzania tunatakiwa kupona. Sasa wewe ndugu yangu, unakimbilia kunywa chai kwa sababu ya muda? Wanakula muda. Eti haiwezekani mpaka saa 4 sijanywa chai. Lakini mbaya zaidi Koi, kwa sababu ya mwavuli wa elimu na mwavuli wa wataalamu. Watu kwa mfano wenye tatizo la kisukari wameambiwa wale mara kwa mara. Watu wenye vidonda vya tumbo wameambiwa wale mara kwa mara. Ukumbe kadri anavyokula takataka mara kwa mara ndivyo anavyoongeza tatizo mara kwa mara. Na wanaambiwa hiyo habari ya kula. Na mimi nisije usikae na njaa, ukikaa na njaa vidonda vya tumbo. Wewe ulipata vidonda vya tumbo kwa sababu ulikaa na njaa. Kumbe mimi alikaa na njaa. Mimi watu wakutana mimi sijala. Wananiambia hicho. Wewe utapata vidonda vya tumbo. Unajua vidonda hivi vinavyotesa. Kinachopelekea vidonda vya tumbo kupatikana ni unapokuwa umekaa na njaa, manake mwili umesafishika. Ni nini umekula baada ya kuwa ulikaa na njaa? Kwa hiyo tunakula vyakula mfu, tunakula vyakula ambavyo ni acidic, vinakwenda kuzalisha acids kwenye tumbo. Na labda niseme asidi watu wanaichukulia kawaida sana. Labda tuite tindikali ndio unaelewa.
watu wanakula vyakula ambavyo ni tindikali, vinazalisha tindikali, vinakwenda kuunguza kuta za utumbo. Mwili unaanza kurudisha ile reflux, manake ni revise. Sasa ile inaporudi ile acid inakuwa bahati mbaya sasa. Wakati tunafundishwa mabiology ya ajabu huko madarasani, kuna kitu hapa kinaitwa esophagus ambacho kinatenganisha kati ya kifua na tumbo, ambapo ukimeza inafungua na ukimaliza kumeza inafunga. Kuna aina fulani ya wataalamu wa afya ambao wanakwenda kufanya vipimo vya watu ambao wana matatizo ya vidonda vya tumbo. Kwa sababu ile valve inashindwa kudetect kama hiki ni chakula ifungue. Kwa hiyo wanapoingiza pale wanapajeruhi au wanapatoboa, mimi ninaweza kusema hivyo. Matokeo yake watu wengi wamepata madhara makubwa kutokana na aina ya vipimo wanayokwenda kujiangalia vidonda ambavyo vimesababishwa na tindikali wanayokula kwa jina la chakula. Mimi Koi nakukubalia sana unaposema takataka, labda tutaamka. Yaani mimi moja ya kitu ambacho kinanisumbua mimi kia kichwani sana ni kwamba wewe unaona kabisa ulivyozaliwa ukakuwa, tena watu wengi ambao amnaambia watu wanaoniumiza kama waliokulia kijijini, alafu wakaja mjini. Hao ndo wana sifa. Yaani anakuambia eti kijijini yale yalikuwa ni mateso. Zamani walikuwa na msemo wanasema ushamba ni mzigo. Mimi sasa hivi ndo naelewa kweli ushamba ni mzigo. Mtu akija wewe mshamba, yani pigana mpaka asubuhi. Wakija mjini wanaanza kuona kwamba akiwa pale sehemu ameagiza mavyakula fulani makuku ya kisasa regardless ni ya kisasa ni ya kienyeji, ambayo kienyeji kwa sababu hili nyama iwe ya kienyeji lazima au amekula ambayo sio man made food. Haiwezekani amekula vyakula ambavyo ni GMO alafu wewe unamlisha alafu unasema huyu ni wa kienyeji. Kwa sababu kilichotengeneza nyama yake ni kisasa, chakula cha kisasa na kimetengeneza nyama ya huyo ambaye unamita wa kienyeji. Wa kienyeji wa sasa hivi nao wasikia wanawapa starter. Ukishasikia kitu ni starter, ni booster. Ndio maana tuna watoto ambao wamenepeana, wamevimbiana, takataka zimerundikana kwenye miili. Mamangu sasa hivi vijana wanatoka maziwa. Ni hormone. Sasa hivi vijana wanatoka maziwa kabisa kama wadada. Ni hormones ziko out of balance. Manake estrogen ikishakuwa tofauti, na kila mmoja na testosterone, mwanaume mwanamke na estrogen. Matokeo yake sasa kama ukishakula vyakula ambavyo vinazalishwa kwa sababu ya zile hormones, mwisho wa siku mwanamke, ndio maana sasa hivi mnaweza ukaona wanawake wengi wana matatizo ya fibroids. Wanaume wengi sasa hivi kuanzia miaka 35 wana matatizo ya tezi dume. Tezi dume sio because of age, ni because of tunakula vyakula ambavyo umri mdogo tu mtu anatatiza tezi dume. Vyakula ambavyo hormones zake zimechezewa ndio vyakula vile vinavyosababisha hormones za kwetu ziweze kuwa out of balance. Tutaponaje sisi? Utasema Mungu atusaidie. Wa Tanzania. Mungu atusaidie. Aje kupika. Maana Mungu aende sokoni. Mungu atusaidie, hiyo ni uongo. Ndio hiyo. Maana mimi ukiwaambia hivyo utasikia wewe unakufuru. Mimi huwa sikufuru. Nasema ukweli kwa sababu kila kitu kipo. Kimewekwa. Mungu atusaidie, tunakosea. Utakuona hicho kilichowekwa kwa ajili yako sio shida ya Mungu. Neno Mungu atusaidie. Tunakosea sana. Mungu alitusaidia tangu alivyotuumba. Mungu alishatusaidia tangu tulivyo, yani ngoja nikwambie, akili yetu tuliopewa wanadamu kinachotukosti ni tunai-underestimate sana. Yaani tunachukulia kufikiri uwezo wetu tulionao wanadamu. Yaani nakwambia hiyo perception ya kwamba mimi siwezi kufikiria beyond this. Hiyo. Kwani mtu anakuambia wewe unachoniambia kimetoka wapi? Mbona maandiko fulani yanasema hivi? Lakini nani aliyeandika mtoto akizaliwa nyonye? Nani aliyemwambia mtoto ukizaliwa ukishika titi lile la mamako vuta chakula kitatoka? Ni nature. Kwa hiyo kuna vitu ambavyo hukutakiwa kuandikiwa ndio ujue kwamba hivi vitu ni vibaya. Haiwezekani wewe leo umekuja hapa kwangu uje uondoke na hii jagi eti kwa sababu usingekuwa umeandikiwa kama usiibe, wewe ungeiba, ungejua kama hiki kitu umefanya ni sahihi. Ukisha zile ni amri. Kuna mtu alikuwa anasema sikuwa kwenye conversation fulani akasema zile ni amri 10 za wajinga. Kwa sababu mtu mjinga ndiye naye ambaye hajui kama kuiba ni dhambi, ni kubaya, kuzini ni kubaya. Na vyote vile ukiviangalia ubaya wake vina matokeo mabaya kabisa. Kwa hiyo mwisho wa siku kama ambavyo watu wanakaza shingo kwa sababu ya ladha,
Ni biashara ya hiyo ladha inatukosti, hiyo ladha inatukosti. Ni biashara ya vyakula na biashara ya madawa. Hawa ni identical twins. Anakupa chakula kibaya ambacho kina ladha nzuri, alafu anakipa jina zuri, anakipa promo. Ndio kinachowekwa kwenye airtime kwenye television, na watu tunaamini kabisa kicho kwa kwenye television basi hicho kiko sahihi. Matokeo yake anakusubiria mlangoni aje kukupa dawa. Dawa anayokupa ni ya kukuondolea taarifa, sio kama ya kukuponya. Inakuondolea signal ile ambayo mwili ulikuwa unakupa kwamba wewe hapa bwana unakoenda huko sio kwenyewe. Unazima ile signal. Ukishazima ile signal unaendelea kula chakula kibaya. Siku ambayo mwili unasema jamani, mimi ukila nikimpa taarifa ananinyamazisha, muache. Kansa hiyo hapo, tezi dume hiyo hapo, sijui ni kila kitu kimekuwa nje ya mstari. Mimi naona comments za watu hapa. Watu ila Tanzania mnanifurahishaga. Kuna siku tu mnamkaga tu mnataka kujielewa. Watu wanaelewa somo bwana. Na wanapenda kabisa. Watu wanasema watu wanapenda elimu huru. Hii safi sana hii. Tunatakiwa tuwe na hii kitu. That's good. Tutaacha jamani. Muache kweli. Watu wanawatagi watu. Sasa naomba mtagi sana Shafii. Mtagi Shafii atajifunza ndani ya muda mfupi sana. Tuna muda mfupi sana kutoa somo, lakini darasa halifi leo. Ndio kwanza nimeanza. Yaani hapa sasa hivi sio kwamba yaani naomba mtagi Shafii angalau aone tu hii live ya leo. Hii live tu ya leo. Shafii, Mr. Blacky, Chesko Msafi. Naomba muwataga hawa watu wapate tu darasa la leo tu. La leo tu. Mimi kuna mtu hapa amenifurahisha sana. Akisema mwenye masikio aambiwi sikia. Sawa kabisa. Hili ni somo zuri sana mno. Hasa kwa vijana. Na wazee wetu ambao hao wazee wetu ndio changamoto. Ni kwa sababu gani? Koi, unajua lazima tuambizane ukweli. Wakati kijana wa sasa hivi mdada ni mjamzito, anakula vyakula ambavyo ni takataka. Mtoto akiwa tumboni anajengwa asilimia zote na mama. Baba alivyotoa mbegu, mama anarutubisha ile mbegu. Ni rutuba ipi ambayo anaitumia kurutubisha kile kiume tumboni? Ni mama. Akishatoka tu tumboni, mama wakati anapewa mtori na kadhalika anapewa takataka. Mtoto ananyonya. Ukumbuke ni takataka ni mwendelezo. Baada ya kuacha kunyonya, anaanza kulishwa takataka kwa jina la chakula, na ukumbuke anakwenda kupimwa kliniki kila mwezi. Pata picha ya kilo 1 ya nyama buchani. Ndo uzito ambao mtoto wako ambaye mkeo amejifungua anatakiwa kuwa anaongezeka kilo 1 au nusu kilo kila mwezi. Kwa nini walituweka hapo? Kwamba mtoto anatakiwa, lengo la mtoto kwenda kliniki kupima uzito ni kwa ajili ya kuongezeka. Manake anapoongezeka nusu kilo mpaka kilo 1 wanakuambia hayo mtoto yuko vizuri. Akisha kuwa overweight, wale waliokuambia mtoto huyu mpe lishe 1 2 3 wanakuambia punguzie lishe. Mtoto tayari ana pre-diabetic. Wanakuambia ni diabetic, ana diabetic ni type 1. Type 1 nyumbani hakuna historia, na hakuna historia ya magonjwa wala hakuna urithi wa magonjwa. Tunarithi lifestyle. Na of course tunarithi lifestyle. Tunarithi hivyo. Tunarithi mfumo wa maisha. Watoto wanalishwa sukari kuliko mahitaji ya miili yao. Watoto wanalishwa vyakula ambavyo sukari ambayo ukiconvert ni sukari nyingi mno kiasi kwamba mwili unaweka pembeni. Hauwezi kuitumia, na matokeo yake kongosho inaacha kuzalisha ile insulin, ina resist. Matokeo yake sukari yote ukila inaingia kwenye damu. Kuna katoto ni shoot nako video, nikana kuuliza do you know what the difference between healthy food and unhealthy food? Akanambia yes I know. Nilikaona katoto kachangamfu tu na kalikuwa na mama yake. Mama yake akasema mimi huyo kuna vyakula simpi kabisa, kuna vitu ambavyo simpi. Na siku ulivyokuwa na post habari ya takataka, mimi nilifurahi sana. Alipata support. Akasema ni muulize, nikaanza kumtajia. Chakula hichi ni nini, nitaka ni chakula healthy au is not healthy. Akasema it's not healthy. It's not healthy. Nikamwambia mama yake, ngambia wewe umewezaje kumfanya huyu mtoto akaelewa hivi vitu akiwa umri huu? Na anatambua kabisa. Zipo nyumbani kwenye friji hizo takataka zake. Akasema nyumbani kwangu mimi hamna hivyo vitu. Na akiviona huko nje namwambia kwamba hivyo vitu sio sahihi.
Ndio maana uvioni nyumbani. Watoto wote wadogo ambao unaonaga wana kikohozi kisichoisha, mafua yasiyoisha, ni just simply because of sugar, excessive man-made sugar. Na mbaya zaidi, wanatengeneza mapafu ambayo yanakuwa yani congested, matokeo yake yanakuwa na too much moist. Mwili makamasi kutoka nje, ni mwili unazidi unakupa taarifa ya kutoa ule unyevu kwenye mapafu nje, na sisi tunatafuta dawa ya kumzuia yale makamasi yasitoke. Ila tunaendelea kutengeneza tatizo kwa kuamini tunalizuia. Kwa sababu hatulitoi. Yes, huwezi. Yani unaona ukiwa unatembea na gari kwenye dashboard ikiwaka pale engine oil, ile taa ya engine kwamba unatakiwa kucheki engine. Ukipaki pembeni, ukanunua lita 2 za pengine oil imepungua, utaendelea na maisha. Tunachokifanya kwenye maisha yetu, engine ile taa ikiwaka, tunaidisconnect ile taa, unaiondoa. Alafu unaendelea kukanyaga accelerator. Alafu kesho kutwa engine. Kuna kitu wanakifanya kwenye watu wa magari hao. Yes. Wanazibaga ile taa ya engine. Check engine. Yes. Ili ukienda kununua gari uone ni nzima. Wanasema watu wanauza magari, inapigwaga tape ile nyeusi. Sasa matokeo yake tape nyeusi hiyo. Kwa hiyo sisi tunavopata alert. Sio kila kichwa kikikuuma unatakiwa kutafuta painkiller. Watu wa painkiller. Sio kila kichwa kikiuma unatafuta painkiller. Yawezekana mwili unakwambia umechoka. Samani, kuna mtu ameniambia mic ya mama, tunataka tumsikie mama anatoa madini. Mic ya mama inasikika vizuri? Mama sikiliza, vaya kwangu, kwani vipi? Watu wanafurahia huko madini. Watu wanafurahia huko madini. Maana tulipo na serikali tumeamua hii nchi yetu na kusikia madini. Hapo nadhani tuko sawa. Tuko sawa. Twende. Ukiona kichwa kinakuuma, yawezekana ni mwili unakupa taarifa, au umechoka unahitaji kupumzika, au umekuwa dehydrated, hauna maji. Lakini ukumbuke ni maji gani? Kwa sababu maji mengi tunayokunywa ambayo yamewekwa hizi vitu vinaitwa fluoride, tunachukulia ni poa, lakini sio poa hata kidogo. Kabla hujaenda mbali mamangu, mimi na interact na watu wengi. Ni interact siku moja na daktari mmoja. Akanambia, unajua haya maji mnaonunua sasa hivi yanaenda kuwa chanzo kikubwa cha figo kufeli figo. Yes. Nikamwambia kwa nini, wakati maji tunaambia watu wanywe sana. Wanywe maji. Anasema mnaambiwa mnywe maji sana, lakini siku mkiugua figo, mkija pale mtaambiwa hayo maji yenyewe msiache. Na ndio hicho ambacho hatuhitaji kuingia darasani. Kama mtu ambaye anaumwa pressure anaambiwa asile chumvi, sio? Lakini akiwa hajaumwa anaambiwa ale. Kwamba unasubiri mpaka hii chumvi na shida gani kwa mtu mwenye pressure? Iodinated edible, iodine edible. Ile walio add, tunataka natural iodine, but iodinated edible salt. Hiyo iodine yawezekana ina shida. Haya, unaambiwa ukiwa na kisukari usile ubwabwa mweupe. Maana sisi vyakula vyote tunavyo. Kutokuvijua hiyo ni shida yako. Ni shida yako wewe. Lakini kama ukishapata tatizo la sukari usile ubwabwa. Kwa sababu gani? Yule ambaye hana kisukari kumbe kile sio chakula. Mimi nahisi. Yes. Watu hawataki kuuliza hili swali la msingi sana. Ipe kama live update. Watu wanashindwa kuuliza swali la msingi sana. Nahisi. Kinacho to cost ni watu wanashindwa question hivi vitu. Kwa nini nikipata changamoto ya kisukari mnaniambia ubwabwa haufai? Ukipewa hilo jibu, ukishapata hilo jibu sasa ujue kwamba hata wewe ambaye unajiona una tatizo. Wewe ambaye unajiona una tatizo. Hiki kisababishi wewe umeingia bado kwenye benchi. Unasubiri kuingia kwa daktari. Ndio maana yake. Lakini ndugu zangu wa Tanzania, msife moyo kwa sababu vyakula vipo. Badala na sasa hivi nimepata swali hapa. Kuna mtu anauliza hivi kwamba kwa sisi watu wa hali ya chini itakuwaje? Swali ambalo watu wengi sana wanaliuliza. Eti kwa sisi watu wa hali ya chini itakuwaje? Jamani, ni watu wa hali ya chini akina nani? Wakati Koi anaingia humu ndani, tunaanza kipindi, tumeanza kwa kusema hivi, utakachojinenea ndio maisha yako. Yaani wewe ni huyo ambaye unafikiria. Wa chini, wa juu ni nani? Yeye amepita wapi kwenda juu? Yaani wewe alimwekea ngazi ya kwenda juu, wewe ukabaki chini, ni nani? Hapo kitu kingine kinachochekesha.
au wanaowasema ni watu wa hali ya juu. Ndio wagonjwa na hawali hivi vitu kwa sababu alishatambua ndio vinaletea changamoto. Yes. Kwa sababu watu wengi ambao walikuwa wanaonekana ni wa hali ya juu ndio walikuwa ndio walikuwa wanakula. Mama kaniongelea kama Doto Magari kwamba yani wasomi hai. Wanakula bwana. Hawa jamaa wasomi hai. Mimi nadhani kama tunasikika. Kuna haja, sio kwamba kila kitu watu wafikirie sisi tunataka kuharibu biashara ya dunia. Hatuwezi na hatuna sababu. Tunachotaka sisi kuwepo na choice. Kwa nini choice ya pili inaminywa? Kwa nini inaminywa? Yaani kwa nini mtu akitokea akaponda kile chakula kingine anaonekana ni adui? Hivi aliyesema kwamba tiba asilia ni mbadala, lakini tiba za kisasa ni meja. Hivi huyu ni nani aliyetengeneza hicho kitu? Yaani asili ni mbadala. Ipi yule ile meja hii ambayo ni man made, kwa nini ndio iliyokuja kupewa kipaumbele? Na wanasimamia tuamke. Sisi hatushindani goli. Hili goli liko wazi. Kuna mtu kataipa eti leo kazi ipo. Unajua kinachonifurahisha? Hii ndio live ambayo mtu akiingia kuna maneno mawili matatu akiyasikia kama ana akili timamu atakaa. Mimi ambacho nataka kusema. Suluhisho lipo. Kwa wale ambao tayari wameshakuwa wahanga, hawana haja ya kuishi kwa masuluhisho. Sasa mama, tusiende huko. Mimi nataka watu niliwaambia watu huko tunafika, huko tunafika. Ndio kilichonileta huku jamani. Mimi nilikuwa natafuta sababu ya nikiwaambia mwache kula takataka ni wape suluhisho. Suluhisho la kwanza ni mle nini? Suluhisho la pili ni la wale ambao tayari wamepata changamoto. Kuna watu wana pressure, kuna watu sijua. Yaani wale watu ambao wameshapata changamoto, hao ndo walionileta hapa. Jamani, tuna ndugu, tuna marafiki, tuna watu ambao wameshapata changamoto nyingi sana. Ambazo hizo changamoto kwa asilimia kubwa zilikuwa zimesababishwa na mfumo wa maisha. Ambao chakula ni namba 1 kwenye mfumo wa maisha. Leo nipo hapa kwa ajili ya suluhisho lenu jamani. Watu ambao walishapoteza ndugu kupitia haya magonjwa ambayo yanatokana na lifestyle wananielewa. Watu wenye wagonjwa ambao wanawaattend kila siku wananielewa. Alafu hii story ya kwamba kuumwa utaumwa tu, kufa utakufa tu. Sio kweli bwana. Hiyo ni yani maneno ya mkosaji. Na sio kweli kwa sababu Watanzania nadhani au Waafrika hakuna watu wanaogopa kifo kama sisi. Na yani ni kwa sababu nadhani tumeambiwa kifo ni kibaya. Lakini kumbe kulikuwa hakuna haja ya kuogopa kifo kwa sababu kifo ni natural. Kikija kimekuja. Na hao wanaosema kufa kupo, mbona wasisimame katikati ya barabara wakagongwa na magari wakafa mapema? Huyu dada anaitwa Honorable Juliet anasema hivi, kundi linaloathiriwa na sana ni la watu wenye uwezo mkubwa. Sana, ni kweli. Yaani unajua ile kauli ambayo watu wanatukomentia sana ya kwamba mkishapata tu vile vidogo mnaenda kuuza chakula cha takataka. Mimi kuna mtu aliwahi kuniambia wewe una kiburi cha uzima. Nikamwambia kiburi cha uzima si ninao? Ni kweli ninao. Kiburi cha uzima? Kwa sababu wewe unasema hivyo kwa sababu wewe ni mzima. Sisi ambao tunani nikamwambia sio kweli. Kiburi cha uzima ninacho kwa sababu kweli uzima ninao. 1. 2. Kama ambavyo sikuomba kuzaliwa, mimi sipashi kuwaza kufa. Kufa ni natural. Very natural. Kwa hiyo na mbaya zaidi ni kwa sababu tumejikuta kwamba hizi stories za ukifa utachomwa au ukifa utafanya nini, ndio maana watu wanaogopa. Lakini kumbe huyo mchomaji ni yale kwamba kama huyo akwambia sisi wa chini. Wewe wa chini unamruhusu umeshatengeneza mimi ni wa chini. Kwa nini mwingine aende juu wewe baki chini? Panda naye. Haya, mtu anasema hivi, mimi mama yangu aliumwa na sukari, tulipambana sana mpaka umauti wake. I say kweli ugonjwa mbaya na ninauchukia mno. My sister inaitwa Elizabeth. Kuchukia ugonjwa huo haitoshi. Be an ambassador wa kukata hiyo cheni. Kukata cheni kwenye familia kwa sababu ukweli ni kwamba kwa asilimia kubwa sana tutakuja kuongelea habari ya watu wanavyoamini wanarithi magonjwa akati wamerithi lifestyle. Yaani nyie mlikuwa mnaamini huyu amerithi ugonjwa kutoka kwa mama yake, kwa babu yake. Kumbe alirithi
maisha aliyokuwa anaishi babu, ameishi baba, ameishi mjukuu, akaja mjukuu, akaja kitukuu, wote wanarithi. Kwa hiyo yale magonjwa hayatoki kwenye familia kwa sababu naomba ni mkoti Dr. Janabi siku moja alisema alikuwa na kipindi na wale waandishi wa habari siku moja kwamba mtoto akizaliwa akiwa mnene wewe ana kilo 4 unasema mashallah, lakini kumbe yule mtoto umemleta umemwandaa kuja kwenye soko la magonjwa. It is because genetics zake zimebadilishwa na lifestyle ambayo nimesema mama anachokula. Nimekuwa na watu wanasema mimi nilipata pressure baada ya kuwa mjamzito, lakini baada ya hapo mimi sikuwa na historia ya pressure. Hakuna historia inajengwa, inaanza. Historia yote imetengenezwa. Unaanza kula vyakula mfu. Historia yote imetengenezwa. Huwezi kula vyakula vyenye umeme, sisi ni electrical being. Kama huli vyakula ambavyo vina uwezo wa kuchaji umeme wa mwili wako, maana yake kila saa wewe utaamka ukiwa low. Wa vijana nyie ndo kiama kimewakuta, alafu mnatembea. Mtu anapata hisia kwenye mind yake. Lakini akienda kwenye perform kitu kina seize. Ni kwa sababu kumeziba, mucus zimekuwa build up. Sawa? Ni nini kimetengeneza zile mucus? Ni vyakula ambavyo amekula ambavyo ni takataka. Haya, kuna mtu anasema yeye anasumbuliwa na viungo kuuma. Anasema baba yake, kuna mtu amesema hapa ili somo ni fact kabisa, nilikuwa na anko wangu ambaye vyakula vyake vilikuwa ni takataka tupu. Lakini alipokuja kupata magonjwa kama pressure na kisukari na kushindwa tena kuendelea na majukumu, aligundua mwenyewe. Yani uendi chuo, yani utakiwi, yani wala utakiwi kukaa chini ukataka hiyo elimu yetu tena. Wewe mwenyewe unajipa. Mimi nilisema niliwaambia watu juzi kwenye nilivyokuwa nafanya content creating masterclass. Niliwaambia watu ukitaka kuwa expert, kosa option. Ukishakosa plan B basi. Ukishakuwa na plan B, ukishakuwa na option fulani, huo unakuwa mediocre. Ukitaka kuwa expert kirahisi, kosa option. Nikawatolea mfano huo wa mgonjwa. Nikamwambia mgonjwa akishafika sehemu akakaa kwenye wheelchair, atakuwa expert ya matumizi ya wheelchair. Kwa sababu anakitegemea option alionayo. Kwa hiyo hakikisha gia imekaa vizuri. Nakwambia hivi, yule ukienda kumuuliza how do you survive on wheelchair, atakupa details utafikiri fundi, utafikiri alitengeneza, si unanielewa? Amekistadi ndo option iliyobakia. Ndio option pekee ndio inayotokea. Mtu akishaumwa kisukari, akaumwa pressure, anaanza kutambua vyakula ambavyo atakiwa kula kirahisi sana, kwa sababu ndio njia pekee atatakiwa kusurvive. Ila bado kuna shida mimi nakutana nazo live. Kuna watu bado yani ana sukari, ana pressure, anakuambia ila mimi siwezi kuacha wali. Anakuambia sasa yani unajua hivi naishije? Unamweleza ishi 1 2 3. Mimi mara nyingi mtu akija kwangu lazima ataondoka na kitu ambacho tayari nimekiandaa. Ni utamaduni wangu. Kwamba kama ni smoothie nayo tuseme utengeneze usiweke sukari lakini iwe na taste hii hapa. Kama ni green juice unywe lakini iwe na taste. Kwanza mimi kitu kingine nataka kukuuliza. Hii yani imekuaje kitu ni tamu hivi na hujaweka sukari? Mimi situmii sukari. Sukari za viwandani hapana. Hapo leo kuna apple yale ya Tanga. Sio maepo ambayo ni imported. Sasa hivi ni msimu wake. Hapo kuna embe, zile embe ndogo. 2. Alafu kuna ndizi sukari 3. Nimeweka na kitu gani? Jana nilipata fenesi, nikabakia tunda kidogo. Nikaweka hapa. Nika blend. Tayari wageni wangu mmepata juisi ambayo ni nzuri na hutakaa usikie kiungulia. Hiyo ni jambo lingine. Hilo ni jambo lingine. Kwa sababu watu wengi sana watu wanaviungulia, wana gesi, wana nini, na vyote hivyo ni mwili unatoa taarifa kwamba huku ulichotuletea kimeendelea kuchubua utumbo wetu kwa sababu tayari umeshatubuka, kuna kidonda. Yani it's like hapa ni umeweka tindikali imekubajua, alafu kesho unaleta tindikali nyingine unaweka, alafu kesho kutwa unaweka nyingine unaweka. Matokeo yake wewe unakuwa ni unauma kila mahali. Huyu anasema eti mimi nasikia viungo vinaniuma. Na chanzo sikijui. Chanzo ni chakula. Chanzo ni chakula. Yaani jibu limekuwa fupi jamani, mimi mpaka nachoka mimi. Nabidi tule mama. Yaani wewe mama kipindi mama anaenda kutuandaa chakula. Ngoja nikwambie watu walikuwa niliwaambia ni lunch.
Kwa hiyo nataka mjue kwamba tutakula. Tunakula. Sasa kipindi mama anatuandalia chakula, ngoja niendelee kusoma comment hapa ili nitoe zawadi ya kwanza. Oh la la. Leo kazi ipo. Nataka nitoe zawadi. Nasoma comment hapa, natoa zawadi. Kwanza kabisa ni wewe ambaye unaweza ukawa na changamoto ya kupata hiyo gesi. Hiyo story ya mimi na gesi, tumbo linanisumbua, mimi na gesi, mimi na vidonda, hiyo story. Kama una hiyo changamoto, leo nina zawadi yako. Toa comment hapa, sema changamoto yako, how long na kwa nini upate zawadi. Leo nipo kwa ajili ya kutoa suluhisho tu. Nimeshawaambia mwache kula takataka vya kutosha. Sasa leo nakupa suluhisho ili ukirudi kula takataka uwe umeamua wewe. Maswala ya mimi wanapata reaction, my skin is not, my hormone is not balanced, ndio maana wananiona mimi napata vipele. Sio kwamba eti sijui sijipendi. It is food. It is all coming from inside. Yaani huku ndani ndio kuna shida. Haya, nasoma. Kwa hiyo kaka Koi, niache kula chipsi mayai. Eti Dana anakuambia mimi sinawaombea wateja kidogo. Unajua Dana, nikwambie kitu. Tena mimi nitakushauri, naendelea kushauri Dana. Oh my God. Mnaona sasa? Naomba kitu hapa cha kufuta hapa. Chonka bojo. Mone. Nabishesha. Okay. Haya. Hii ni account ya Doctor. Ukiangalia hapo Praxeda Life Revival Home Therapy. Life Revival Home Therapy. Hii ni account ya Doctor. Kwa nini nakuonesha hii account? Kwa sababu naamini mimi live yangu itaisha, nitaondoka hapa. Na mimi lengo langu ilikuwa ni kuwapa suluhisho. Lengo langu ilikuwa ni kuwapa suluhisho. Suluhisho ndo hapa vipi? Lazima niwape niwaambie wapi mnaweza mkampata mtaalamu ambaye hii ni life changing. Oh my God, this is life changing. Naomba usichukulie poa. Na kuomba usichukulie poa. Haya, wale wenye matatizo ya gesi wale matatizo ya gesi. Kibegi anakuambia juisi tamu. Tafikiri umeionja. Kibegi mimi kwa kweli na enjoy. Hapa leo na enjoy. Mama yangu anasumbuliwa na uroto miguu. Inamuuma sana. Kutembea umbali mrefu. Pia ana vidonda vya tumbo. Huwa anasema akitumia vitu vya gesi anaumia na baba yangu anasumbuliwa na misuli. Naomba kujua. Yote shida ni tumbo, chakula. Hicho kinachoingia tumboni, takataka. Hizo takataka zinazoingia tumboni ndio zinaenda kusababisha haya mambo yote ambayo sasa hivi unayaona kama matokeo. Hayo ni matokeo tu. Sasa matokeo sometimes yanachukua muda mrefu sana. Mimi napata changamoto sana kwenye kueleza watu habari ya takataka. Kwa sababu mwisho wa siku most of you guys jibu mlilo nalo ni kwamba tangu nianze kula hivyo vitu mbona sijawahi kupata ugonjwa wote. Mimi nimekula vitu miaka sijui mingapi, mbona sijawahi kupata madhara. That is the problem. Kwani are you here to wait for madhara against time? Yaani kwamba yangekuja mapema zaidi ndio ungejua ni madhara yanakuja. Yakija late, and how late? Yaani hiyo late ni late hipi? Kwa sababu ukiumwa ukipata sukari una miaka 45, it's not late. It's too early by the way. Leo ukifa miaka 40, ukifa na miaka 40, unajua watu watasemaje? Gone too soon. This guy ndo alikuwa anaanza ndo tulikuwa tunaanza kumuona. Yaani it is never late. Hiyo sukari inakuja, it's not late bro. Ikija na miaka 50, it's not late. Bado imekuja mapema sana.
The same way na ukikaa bila sukari for 90 years, ukikaa bila, mimi mzee babu yangu amefariki, sijawahi kumsikia hata siku moja anasema, kwanza sijawahi kumsikia anasema joints. Kwanza sijawahi kumkuta babu anasema bibi yangu ana miaka almost 90. Ila anasoma mwenyewe. Babu yangu amefariki juzi miaka 93. Miaka 93. Sasa angalia. Sisi tukifika miaka 45, huyo ni mtu ambaye ana changamoto zote. Ni ana sukari, ni ana pressure, na sijui ana nini. Yaani kuna vitu vyote anavyo. Koi, soma message yangu Nei, message yako ni ipi? Hapa kuiona tena, nirudi juu sana. Hebu tuma tena ulichokuwa nataka kusema Nei. Nani tena? Kaka Koi, nasumbuliwa na viungo kuuma na kama nimelima, yaani kama nimelima na kutopata hamu ya tendo kwa wakati. Hii ni changamoto kaka, naomba ushauri please. Haya. Yesu wangu. Unajua alivyosema daktari alisema hapa kwamba matatizo yote yanaanzia hapa tumboni. Kwa sababu unapokula chakula, tunaposema mwanadamu ana survive kwa sababu ya chakula, ni kwa sababu chakula ndo kinaenda kutoa mfumo wa kila kitu kufanya kazi sahihi. Yaani ukiona akili yako inakuwa na changamoto, huku chakula unachokila pia kina affect akili yako. Ukiona viungo vyako vya mwili, hapa tunaongelea habari ya watu kusema kutokupata hamu ya tendo, wanaume kusema kukosa nguvu za kiume. Wengi sana habari ya kuadmit nguvu ya kiume waga admit wanasema tu na gesi. Yaani mimi napata changamoto ya gesi, yaani kwa hiyo kuna muda nakosa hamu ya tendo. Kwanza hamu ya tendo ina relate na constipation. Wengi ambao hawana nguvu za kiume, ukiangalia wako very constipated. Hawapati choo kabisa. Anapata bloating tumboni kwake. Kwa mfano mtu kama huyu ambaye amesema nauma joints, kwamba mwili ili usurvive unahitaji. Hebu naomba shike hii mic. Mic iko wapi? Shika hii mic uvae. Tuendelee kupata madini hapa. Sasa huyu ni mtoto wa dokta. Wewe familia yako inajua nini? Familia inajua tu kukusanya matakataka. Ili mwili wa binadamu wa survive, anahitaji madini. Na madini ndo tunapata kupitia nini? Chakula. Sasa kwenye chakula unachokula ndo kinachodetermine wewe, je, uwe na afya au usiwe na afya. Let's say kwa mfano huyo mtu wa joints. Ili joints mpaka zinauma ni kwamba mfano mtu anakula nyama, anakula hivi vyakula ambavyo ni acidic, kwa ujumla tuseme takataka. Akishakula hizi takataka, mwili unakuta stomach inatakiwa idigest hicho chakula. Lakini ili digest inahitaji unakuta hicho chakula kinahitaji nguvu kubwa kudigest. Kwa hiyo kuna madini yanahitajika. Kwa hiyo madini unakuta tumboni hamna. Hizo way ya kuyapata yapo kwenye joints, hizo calcium ambazo anaambiwa, hizo zinc, hizo iron. Kwa hiyo unakuta mwili unaenda kuchukua huko. Unachukua alafu aufanye replacement. Kwa sababu bado unakula chakula kile kile. Unachukua ufanye replacement. Mwisho wa siku huko joints zinauma, tumboni digestion baadaye inakata kabisa. Ndio unakuwa very constipated. Ukitoka hapo ndio sasa hivi unaona hali ya bawasiri inazidi kuwa kubwa pia. Kabisa. Ndio vijana wanaanza kupata tena bawasiri. Kwa hiyo unakuta mwanzoni ulianza kukosa madini, mwili ukawa unachukua, unatoka hapo unapata hii acid reflux ya hali ya juu, kwa sababu na yenyewe ni fermentation tumboni. Yaani mtu akikwambia una acid reflux na yenyewe ni kama una uozo tumboni. Chakula kimekaa tumboni hakitoki, kimeanza kuzalisha gesi kama dampo. Dampo ikikaa pale inaanza kuoza. Kuoza inaanza kutengeneza gesi. Ile gesi sasa ndio inaanza kupanda juu. Ndio hii acid reflux. Kwa hiyo unatakiwa usafishe tumbo na ule chakula kama chakula. Ule chakula ambacho kitakusaidia. Kwa sababu leo kwa nini nimesema leo ni siku ya suluhisho? Naona hapa watu wenye changamoto ni wengi. Yaani watu wenye changamoto ni wengi bro, wengi. Changamoto ya gesi kila siku, yani kila chakula anachokula mtu muda wote tumbo lina gesi. Hao ni wengi. Eti diet, changamoto diet ni gharama. Hamna cha neno diet. Kwa nini nakimbilia neno diet? Diet ni nini? Huyo mtu anayesema diet ni gharama. Diet nini? Kwani ile definition ya diet ni nini? Na hiyo watu wametengeneza biashara kwenye neno diet. Wewe mtu akikwambia picture diet, like diet. Diet kwa mfano wewe una majani yako.
una lese kama ni mtama wako ndio ugali wako unakula mtama mweupe na sio ndizi au nini. Unachoroka na dengu. Hiyo cost yake ni nini? Mtu anakuambia diet lazima akachukue hizi yogurt siju maziwa ama mtindi, ale mayai, achukue huku like ile pyramid kwamba hapo anahitaji mkate kidogo, anahitaji ile kwamba na ameambiwa hiyo ndio right diet. Lakini hiyo sio right diet, ni simple. Kwa mfano nasema right diet ambao ni rahisi. Kwa mfano si mti una vitu vitatu, majani, shina na mizizi. Hiyo ni simple diet. Wewe ukila vyakula vyenye hii combination tatu, umekula balanced diet, umemaliza. Majani kwa mfano ukuta mti majani, umekula mboga za majani. Hiyo that concept nimeipenda sana. Umekula majani, si ndio? Kwenye shina kwa mfano kuna hii michaichai, kuna mdalasini, ni mashina yale. Kumeweka hiyo, au kuna mengine, kuna mizizi mingine kwa mfano kama viazi vikuu, ni mashina yale. Mizizi ndio hiyo. Kwa hiyo unakuta wewe kuna combine majani, shina na mizizi. Au kama nyingine ndo unaweka hizo mbegu, kama ni unakula maharage meupe, unakula hizi njegere, unakula dengu, unakula choroko. Sasa hebu niambie, yani watu wameweka nazi yako, una miss nini? Watu wamewapiga biashara kwenye habari ya diet. Kuna kitu wanauza behind that ambacho nyie mmekiamini kiasi kwamba ukimwambia mtu kula sahihi anakimbilia kusema diet ni gharama. Diet ni gharama ni nini? Mimi sielewi. Sababu mimi nikisema ni ile sahihi nyumbani kwangu ndio nakula katika cheapest, yani ni very cheap. Natumia gharama ndogo sana kuliko, kwa sababu ukiangalia mtu anayesema diet ni expensive, huyo ndo utamkuta anaenda kula visinia. Kisinia ni shilingi ngapi? Cost ambayo angechumia kufanya service ya vitu vyake kuweka ndani, alafu kama unapika ni ndogo kuliko ile ambayo unatumia kila siku, unaenda unanunua. Diet. Kakoi, naomba niwe miongoni wa zawadi kwa ajili ya wazazi wangu na kuomba. Wewe ndio ulisema wazazi wako wana changamoto ya vidonda vya tumbo, something like that. Na nini sijui, niliwaambia jamani leo tunaenda kula na tumekuja, mimi leo nimekuja kula kwa mama yangu hapa, ni daktari. Nimekuja kula lunch mbali sana, lakini lunch hii ina thamani kuliko lunch zote ambazo unakula wewe. Lunch ambayo haina takataka hata kidogo. Lunch ambayo baada ya kuila nitaacha na mimi, nitaacha na wewe upate nafasi ya kula lunch kama hii. Wewe nitakupa nafasi ya kula lunch kama hii, lakini kikubwa hasa leo nitawaachia suluhisho la kwa nini mkiacha kula takataka nini mfanye, mlio kula takataka mkapata changamoto mfanye nini. Mimi kwa kweli mimi leo naona ni suluhisho tu. Yaani mimi leo kwa kweli I am loving this. Visinia vitamu doctor. Haya, cosmetics endelea. Alafu mimi unajua sasa hivi ninachofanya? Sikatazi watu, silazimishi watu msile takataka. Huyo anasema kisinia ni kitamu, lakini ngozi yako itaenda kureact, tumbo lako itareact. Wewe ukishakula kisinia unaanza kudili na ngozi kila siku na ngapi, lakini kumbe wewe hujui hiyo imetokea wapi. Ngozi yako ni reflex ya tumbo lako. Kwa hiyo wewe unadili na skin, unasema kisinia kitamu na mwili wako utadili nao kwenye kuutibu. Uzuri ni kwamba utakuja kupambana mwenyewe. Wewe kula tu. Wewe una kisinia kitamu, kula tu. Umechanganya mambo mengi, masotojo manini, si ndio? Kula babangu. Kipindi unadili na hiyo result, the outcome, nayo useme vile vile kitu fulani kilikuwa kitamu. Haya, Koi please, mimi ni mmoja wa zawadi, soma message yangu. Haya, acha kula takataka, ishi poa. I love this. Natoa zawadi lakini tunaenda kula lunch. I can't wait. I cannot wait. I want to try this food. Yaani mimi nikwambie kiukweli, leo kuna chakula nitakitaja hapa ambacho na uhakika hujawahi kusikia, hujawahi kukiona, hujawahi kukitumia, na ni best kwenye mwili wako. Leo hapa kuna chakula naenda kukitaja. Mimi mwenyewe ndugu yangu napambana na haya mambo kila siku, najitahidi niwezavyo, lakini nimekuwa surprised kuingia humu. Surprised, nakwambia tena nimekuwa surprised. Guys, there is a solution. Kuna suluhisho. Mimi nishapata pressure, nafanyaje? Mimi nishapata
sukari nitafanyaje? Mimi nishapata sijui vidonda vya tumbo, acid reflux. Na unajua haya magonjwa kwa nini sasa hivi yanakuwa changamoto? Ni kwa sababu watu they deal with the results. Wanasahau chanzo ni nini. Yaani hapo watu wadili na chanzo kabisa. Na mtu anaona we are looking for shortcuts. Yaani kwamba mimi leo na acid imenishika, nenda kanywe dawa, niendelee kula chakula kile kile. Leo nimefanya hivi, shortcut. Bila ukimwambia umepata changamoto ya acid, joints au pressure, sufficient your time, cleanse your body, take your time, organs zako zote, uone kama utapata results. Chukua muda kusafisha. Hii mindset ya shortcut ndio inatufanya sisi tunaumwa kila siku. Na ndio maana haya magonjwa sasa ishakuwa kama ugonjwa wa kawaida. Yaani tumeanza kuyazoea. Lakini ugonjwa hataki kuzoea ugonjwa wote. We are supposed to be healthy muda wote. Yaani wewe mtu akikwambia mimi ni mzima, utakuwa wewe ni mzima. Kila siku wewe sio kwamba mimi ni mzima alafu baadaye choo upati, uko constipated, mara ukila muda baada ya kula unachoka, akili kila ukifikiria unafikiria yani you can't focus even for 1 hour. Na unasema mimi niko very healthy. Kwa hiyo inakuwa ni changamoto. Haya, kampeni jamani, huyu anaomba consultation kutoka kwa mama ya nutrition. Mama, hapo utapata consultation tu ya nutrition, hapo utapata. Iko on the right place. Ukweli ni kwamba takataka zinatupotezea sana pesa, na niwe muwazi, hii kitu unafanya KOI, umeifanya kuacha kula takataka mwezi wa 3 sasa, na result naiona. Safi kabisa. Uzuri ukiacha kula takataka, results zinajitokeza yenyewe. Mimi ndio kinachonifurahisha. They don't take time. Kinachonifurahisha ni kwamba utaona matokeo. Ingekuwa ukiacha kula takataka uoni matokeo, kuna mtu angekuja akisema mimi nimeacha kula takataka, lakini mbona sipati matokeo haya yanayosemwa? Ukiacha matokeo utayaona in a short time. Na ukiendelea kula takataka matokeo. Mimi niwaambia watu, naweza nikawafanyia challenge moja ambayo maishani kwako mwanadamu hawezi kuifanya. Challenge gani unajua? Challenge ya mimi nile takataka miezi 2. Niwaoneshe mwili wangu unavyobadilika. After the same mimi niache kula takataka miezi 2, niwaoneshe changes mnazozipata. Mama, muda tayari. Kula chakula hai. Muda wa kula chakula hai. Ukila chakula hai utapata uhai kwenye afya yako. Ukila chakula muda wa kula chakula hai. Are you ready to see the food? Just take your time. Take your time. Muda wa kula chakula hai umefika. Chakula hai. Sasa kwanza niwaeleze wa Tanzania. Mimi leo kwangu nimejaribu kuonyesha tu vyakula pendwa ambavyo watu au wale ugali au wale wali. Na vyote kwangu leo nimeviandaa kwa kuvionyesha kwamba unaweza ukala wali au unaweza ukala ugali na ukala ugali sahihi na ukala wali sahihi. Kabisa. Regardless una kisukari, regardless una kichumvi. Maana kama kuna kisukari basi na kichumvi kipo. Jamani, kumbe kuna wali watu wa kisukari wanaweza kala wali. Yeah. Na wakiula watamshukuru Mungu kwa kila jambo. Wale ambao mnasemaga jamani mimi siwezi acha wali. Mimi siwezi acha wali. Kweli usiache. Mimi siwezi acha wali. Wale bwana nani bei ya ghali ya vyakula ni kweli ni ghali kwa sababu wewe mwenyewe sio wa rahisi. Kabisa. Ukitaka chakula ambacho ni healthy lazima ukitafute, lazima ujue namna ya kukiandaa, na mwisho wa siku utengeneze connection kati yako wewe na chakula. Siku hizi wamama hatuandai vyakula, badala yake tunapika vyakula. Turudi nyuma kidogo sana mama. Ndio. Kumbe umesema kuna watu wanaweza kula wali. Wale ambao wanasemaga mimi siwezi acha wali. Kuna watu wanaoumwa kisukari, wanaoumwa pressure, wanaambiwa msile wali. Kumbe kuna watu wanaweza kula wali. Leo nimepika wali ambao ni healthy kwa mtu yoyote yule. Wali ambao ni healthy. Wow. Kwa hiyo anataka take away, anakula na kubakiza. Hiyo ni black rice. Nimepika. Huu ni wali jamani. Huu ni wali. Wengi hawajawahi kuona. Huu ni wali. Watu wengi hawajawahi kuona. Live update. Huu ni wali. Oh my God. Na huu ni ugali.
Oh my God. Huu ni ugali. Huu ni ugali. Watanzania wenzangu, huu ni ugali. Kwa hiyo kitendo cha kusema sasa nimeangalia ile ugali, my God. Ugali gani? Hey, tunawaambia msile takataka, tunamaanisha lakini kweli hichi chakula hicho chakula hicho. Ugali huo unaokula wewe. Kuna ugali ni takataka. Si kweli? Sana. Wali huo unaokula wewe, kuna wali ni takataka. Hii ni purple cabbage. Zile cabbage ambazo tumezizoea ndizo zinazoletea asidi kwenye matumbo yenu. Purple cabbage inapatikana kila mahali. Ipo. Kwa nini wanakula watu fulani afu sisi hatuli? Wale ndugu zangu mnaofanya kazi kwa Wachina na Wahindi mnawapikia afu nyewe mnakuja kula ile nyingine. Wachina wana ndani sana. Sasa kwa nini wanakula hii? Hii ndio the original cabbage. Sio ile nyingine. Sio. Ile ni man made. Na haitakupa matokeo. Itakupa asidi ukahangaika nayo mbele ya safari. Nimepika kwa kitunguu na nazi tu. Hakuna mahali leo nimepikia mafuta. Mimi hapa leo jamani, niliwaambia lunch ya leo ni suluhisho. Lunch ya leo ni suluhisho. Jamani, mtag Shafii. Mimi nawaambia mleteni Shafii hapa, aingie live hapa. Shafii aingie live hapa. Leo hizo ni dengu. Dengu badala ya maharage. Si unapenda wali maharage? Basi kula wali dengu. Kwani shida iko wapi? Jamani. Mama, nikwambie kitu tu. Niambie. Hautonizuia. Lazima nibebe takeaway. Hakuna. Nabeba takeaway kwa mtu mmoja tu ambaye ameshuhudia live hapa, aje aonje chakula nicho kila leo. Nilisema leo nitatoa zawadi. Leo nataka takeaway moja ya mtu ambaye ameshuhudia live hii hapa. Ajue kweli nilikuwa nakula chakula, sio mapambo. Hii si mapambo, hakuna pambo hapa. Hapa ni chakula ambacho anatakiwa kula mwanadamu. Na akawa na afya njema. Akawa na afya njema. Sasa kuna kipoti sijakifungua. Nataka nikifungue kwa sababu mwisho wa siku lazima tukubaliane. Kuna watu fulani hawakosagi mambo fulani. Mnataka namba ya mama? Namba ya mama mnaipata. Tupo bado jamani. Live ndio bado. Hatujala chakula, tunaonesha tu chakula mshachanganyikiwa. Tutakula. Alafu namba mtapata. Yaani namba ya mama mtapata, location mtaijua. Yes. Na ikiwezekana mimi natamani. Naonekana watu wamependa sana hichi kitu. Mimi natamani tuwe na classes. Yes. Yeah. Kuna watu wanahitaji, yani kuna watu wakipata hili somo live, wakatoka wakaenda kuambia wengine, wakapona, wakajiponya wao, wataenda kuwaponya na wengine. Kwa sababu Koi yeye ni mwenyeji wa mkoa wa Kagera. Ndio. Mimi nimetokea Kagera. Ndiyo. Ni coincidence tu mkasema wanatafutana wametafutana kwa sababu tuna akili moja. Like mind, Akili yetu yote inawaza, imetukutanisha. Mimi huyu bwana kwao sikujui kijijini. Wazungu wanasema hivi, birds of the same feather fly together. Ndege wafananao huluka pamoja. Hii hiyo na sasa sio wale senene sijui wanakaangwa na mafuta sijui hao walikaushwa yani mama leo angefurahi. Namna ya upishi huu nataka Koi akawe barozi wa kwamba una uwezo wa kula chochote ambacho ni healthy, ukapata taste, ukafeel kwamba you are a human being with a light mind. Koi, karibu sana. Jamani, mimi leo nataka narudia kuambia nakula lakini nitakuwa na take away. MC mkasema ni Koi tu, maana yake Koi ana ndugu na jamaa. Niko na take away. Jamani, mimi niliwaambia lunch ya leo sio lunch ya kawaida. Lunch ambayo ni suluhisho. Lakini kwa huyu mama ndio lunch yake, ndio maisha yake na familia yake. Mama na maisha yake na familia yake. Hapa sio chakula cha mama wala cha mwenye nyumba. Kuanzia msaidizi, mtoto, hiki ndio chakula na mgeni ambaye utakuja nyumbani kwangu. Hakika utakuta chakula hiki. Hiki ndio chakula cha hapa. Wali utakula wali. Kama tuko live Facebook, tuko live Instagram, tuko live YouTube. Tuko live. Ngoja niende Facebook kidogo. Watu wa Facebook tuwasikie mnasemaje. Huku Insta ni kila mtu anataka mama, watu wanataka darasa, watu wanataka watu wanataka kwa sababu mpaka tumekuja leo kuwaonyesha, wala mkuu ametuomba lakini madam mmetuomba, tutakuja kuwapa kitu. Watu wanahitaji kuponywa kabisa kwa sababu utumwa umezidi. Watu wanahitaji kuponywa. Jamani,
kama ilivyo watu wanapiga promo ya matakataka na sisi tumeamua tupige promo ya vyakula hai ili watu wajue kabisa okay, kumbe inawezekana naweza kula chakula hai. Kwa nini havipatikani kiurahisi? Ni kwa sababu havitakiwi kujulikana. Watu wengi wanapiga vita, wanapiga vita chakula sahihi, lakini wanapiga vita ndizi ambayo huo una vidonda vya tumbo, huo una kisukari, huo una pressure, utakula unapojisikia kwa comfortable. Tuendelee tupate chakula. Yeah. Jamani, mimi leo mpaka natamani ningekuwa naishi huku. Yaani natamani ningekuwa sina kazi nyingine huko mjini ya kunirudisha huko mjini. Mimi leo nawaambia nisingetoka hapa. Mimi nakula, lakini shuhuda wa live hii hapa naye utapata nafasi ya kuonja chakula leo nikiwa natoka hapa kwa mama. Sawa. Yaani mimi leo kwa kweli. Yo. Mimi kwa kweli leo ninayo furaha sana. Amina, nashukuru. Sana. Leo kwa mara ya kwanza naenda kuonja black rice. Bora umesema ukweli. Karibu. Kwa mara ya kwanza. Kwanza nilikuwa sijawahi kujua kama ipo. Yeah, tajuaje? Nilikuwa sijawahi kabisa. Royal food. Yeah, wanasema ni royal food. Sasa nilikuwa sijawahi kujua kama kuna black rice. Pili, nilikuwa sijawahi kuonja. Usipate shida. Mamangu. Kwa hiyo hiki ni chakula ambacho kipo na mwanadamu anaweza kakipata. Ngoja ule alafu ndio maneno yakutoke. Ngoja ule alafu chukua kijiko hapo. Mimi nataka kula na mkono. Okay. Mimi nakula na mkono. Mimi vijiko nimevikuta huko. Unajua ile ya kula na mkono. Ni nzuri, energy ya. Energy. Kwa ukiwa na mkono unakuwa unajicharge pia. Na ndio maana trust me, hata kwenye ukiwa unakula na chakula, hii utaongeza. Ukila na mkono, taste ya chakula, yani unacho feel ile energy unayopata ni tofauti na ukila na kijiko. Tofauti kabisa. Hapa naomba sasa utachukua mimi. Mimi ndio maana nikiingia kwenye restaurant huko, nikaagiza chakula. Wanashangaa nakula na mkono. Wewe utajua sasa hapo unachukuaje? Maana sasa mambo yashakuwa yashakuwa mengi. Mimi jamani, hichi chakula jamani. Ngoja uanze kula koi. Mbona watatuelewa kwamba kumbe inawezekana. Hichi chakula mimi nataka nijue watu. Kwa nini sasa watu hataki kujifunza hivi vitu? Ndio hicho. Na sisi tunatoa elimu au ni vita tu anayopigwa? Hiyo vita na sisi wenyewe. Kwani mimi na wewe mpaka tumekutana leo hapa ni vita. Kwenye vita na sisi tunahusika. Lakini basi mimi uzuri ndio ninasemaje? Wazee wa maombi watatuombea. Mimi ujue wale nasemaje? Huwa nasemaje? Nasema watu wengi sana wanajifanya kama vile wamelazimishwa. Yeah. Ukweli ni kwamba hivi vyakula vinavyouzwa si vinauzwa labda supermarket. Ndio. Wewe unaenda kununua, si wewe ndio umeamua. Ni wewe. Hujalazimishwa. Ni wewe. Jamani, kama ulishawahi kula black rice, comment hapo nione uongo wako. Kwa kweli watu wanasema Kakoi, mbona kama unashangaa chakula? Nashangaa kwa sababu sijawahi kula hii black rice. Sijawahi kabisa. Na senene iliyoungwa hivyo hujawahi kukutana nayo hata kama umetokea Bukoba jana. Na ukitoka hapo ule black rice bila mboga kwanza yenyewe. Ukitoka hapo ule papo cabbage peke yake. Yaani ili mwisho wa siku upate taste ya kila. Jamani. It can be done. Jamani. Hiyo? Mama wigi jamani. Umemiss mama yangu leo. Next time. Very soon mama akitoka tu kwa alivyo. Namleta. Karibu. Sasa ule na hiyo uonje huo. Mimi kitu ambacho I could not wait to eat ni black rice. Ngoja kwanza. Mbona unavyoonekana na taste ni vitu tofauti? Yes. Na ndio maana sisi tunataka vitu ambavyo tayari vimekuwa bleached. Jamani, uwali uwe siri.
Ndio maana forbidden. Except for royal families. Wali ni siri. Wali na kunarudia kukwambia huwa hawezi kuruhusu. Lakini tumeshaijua siri. Hata walio live leo. Hata walio live leo wamepata siri. Watakao kuja kwa Makanshi kwenye Life Revival Home Therapy wataipata siri. Koi bwana. Haya, onja. Unajua ule wali hawezi kwa hivi? Hauwezi. Na si, yani upishi huo haijalishi una kisukari, haitapanda, haijalishi una pressure, haijalishi nguvu zako za kiume, si haijalishi migongo. Hauwezi kwa hivi ule wali. Yesu. Sasa kula hiyo cabbage ambayo imetiwa nazi. Na bado unaisikia kabisa na katika ubichi wake. Unaona? Watu wanakuambia hapa, mimi naonaga Wachina tu ndo wanadili nao. Wachina tu ndo naonaga huku wanadili na huo wali. Unaona sasa? Yaani wao ndo wanadili nao, sisi wala wakati hicho ni chakula haswa. Eti jamani, tunaomba Asma atafute huo wali auweke dukani atuondolee matakataka. Mwambie hapa upo. Unapatikana. Kwa nini nimeupata wapi? Unajua kinachotokea? Ndio. Ukweli ni unajua hapa. Ukishaonja huo wali, huwezi kula ule. Huwezi. Na hata ukiuonja, yaani hujamaliza kula, kiungulia hiki hapa. Yaani hujamaliza hata kula hizo nani? Sisi miili yetu ina react hapo. Ukishazoea hivyo. Yaani leo mmenijibu jibu ambalo namwambiaga mimi ndugu zangu. Nimemwambia juzi. Nimemwambia unajua mimi nikianza nikirudi kuonja chakula. Right on spot. Mwili una react. Lakini chakula cha asili ukikila kama hujawahi kukila. Hakina shida. Mwili una accept. Yeah. Yo. Koi mzungu. You attracted it. Yeah. Jamani, kwa nini mnakula matakataka? You deserve it. Kwa nini mnakula matakataka? Wakati chakula sasa. Chakula. Ji, utaonja hii cabbage. Bado una shoot. So from here ndio tutakuja kusema kana what to do. That's why I wanted you here. Uwe. Yo. Nye. Timu nataka kuweka nyama. Nyama ni nini? Nyama ni nini mbele ya hii cabbage? Very tasty. Watu wengi sana wanateseka na habari ya taste. Yeah. Ni kwa sababu watu hawajui kupika na hatujiandai kupika. Nimekwambia lazima ujiandae na chakula. Kingine nimenotice. Watu wengi kwa kula matakataka wameua taste buds zao. Of course. Imebadilika. Nani ulimi, ndimi zinazibadilisha. Watoto wadogo wanapoanza, unaona watoto wadogo wanapewa hivi vijuisi vya 200 si 500 hivi. Ndio wana change, wanabadilisha taste zao. Kwa hiyo wanakuwa hawasikia si njaa, inakuwa ni craving. Ni craving, sio kwamba kama ana feel tu like eating, lakini sio kwamba sio njaa tena, it's cravings. Anakuwa na crave tu. If you drink that juice, itakufanya ule zamani kula wali wa staili ile. Yaani ubaya kama vile havikuvutii tena huko. Vinakuvutia kwenye like mind. Kwa hiyo ushangaa atoka kwenye mkate, atamvutia kwenye ngano, utamvutia kwenye ice cream, utamvutia kwenye juice soda huko. Naomba nisome comment. Kwa naomba sana nipate hata muda kidogo wa kuongea na mama. Utaongea naye tu. Utaongea naye. Namba mimi natoa hapa sasa hivi. Utaongea naye tu. Na mama ni changamoto ni wengi. Watu ni kwa sababu si ndio vyakula tunavyokula ndio vipo masokoni. Ndio maisha yetu. Na huwa nawaelewa Watanzania kwa sababu hawajaonyeshwa. Unaona hicho hapo wamekiona ni kama vile kwani hiki chakula gani? Kwani ila tuseme tu kweli. Yaani off camera.
Mimi naomba tu wasalimie nzuri. Wasalimie sana waheshimiwa waandaaji wa BSS. Waambie ninawasalimia sana. Na ninawaangalia na nawapenda sana. Especially Salama Jabili. Yeah. Salama. Niko naye kwenye kampeni ya kuhakikisha hali takataka. Okay. Na nimeona ameanza kupungua. Ndio maana nikiwa pale huwa anafuatilia anaenda kula nini. Ambaye amenifurahisha sana ni Master J. Master J huwa ana reason. Mara nyingi Master J ameanza kabisa na hataki kabisa sasa yani waambie mimi wanitafute kwa ajili ya kuwa na waandalia hizo menu. Umeona nikipata huo muda because niko occupied sana na wale ambao tayari wameshakuwa victims wagonjwa. Kwani si lazima huko. Sasa kwa hiyo utashiba kweli kwa maana yani ni mwili unaochanganya uelewi unakula au ni hapo chochote utakachokula peke yake bado ni chakula. Ungeamua tu kula dengu peke yake ni chakula, ungeamua kula mboga peke yake ni yani na kile unachokula una feel like okay. Safi kabisa. Your body tastes this is food. Yeah, now this is it. Jamani. Hiki chakula. Umalize ule ugali hapa. Usianze. Kuna ugali jamani. Kuna ugali. Mimi wale sishibi. Napenda ugali kila siku. Kuna ugali wale wazee wa ugali. Kidogo tu. Jamani. Mbona sasa nachanganyikiwa kwamba mnye watu mbona leo mmepata vitu yaani mbona leo mmepata kwanza ni mlaini. Huwezi kunionyesha huu na. Alafu ugali. Mbona unaonekana hizo kala bila mboga? Ndio. Davis kanta. Maleta yupo. Mimi siwezi kula ugali kwa sababu ya hamna mboga. Hamna mboga. Lakini licha ya hiyo, hapo mtama mweupe una anti-cancer properties. Mtu akisukari, sukari yake needs to be digested. Bado nimeweka ndizi bokoboko ili kuweza kuweka yani mtu asione kama anakula chakula kama mfungwa. Bado nimeweka hizo fiwi wanaita ambazo ni kwa ajili ya kinga ya mwili. Chochote unachokula lazima kiwe kina nini ndani yake mpaka unakila. You see? Jamani, kama mimi nimeweza kupata hii access, hata wewe unayo. Of course. Unayo. Just know that unaweza kupata hii access. Usile bila mboga. Mboga ipo sana tu. Mimi hapa kukai mama. Ya jamani wanaotufanya sisi tule matakataka. Mungu anawaona. Hata wao wanajiona kabla ya Mungu. Wao wanajiona. Angalia hii sahani jamani. Hivi ni chakula kabisa. Mama, kipindi tunakula. Ndio. Hebu tuwasaidie watu wachache hapa. Ndio. Mtu amekula takataka, ameshapata machangamoto, ana hayo mambo asije na gesi, sijui ana nini. Nini hasa kifanyike? Ili huyu mtu sasa atoke huko, aanze kula chakula ambacho kinampa uhai. Kama mtu tayari ameshakuwa muhanga wa ulaji mbaya. Kitu cha kwanza kabisa apige deki tumbo lake. Aje tumsaidie au hata huko alipo apate hebo ambayo itamfanya apige deki. Akimaliza kupiga deki, aanze kula au kupata herbs ambazo zitamfanya kufanya cleansing of the whole system. Yaani kama ni pressure, maana pressure ni mshipa imeziba. Imezibwa na nini? Yawezekana mtu damu yake ni nzito. Kinachopelekea nini? Hanywi maji. Ni maji gani? Unaona haya maji? Hayo mawe yako chini sio mkao. Hiyo ni shungite. Hayo ni madini ya shungite. Kwa ajili ya kuondoa wanaweza kutafuta hizo the more information. Kwa ajili ya kuondoa hizo fluoride and any debris ambayo ipo kwenye unwanted material kwenye maji yetu tunayokunywa. Niona kama Wachina wanatumia hiyo. Sasa why Wachina? Yaani hapa kuna mtu amesema ubwabwa wao anaonaka Wachina. Wewe maji hayo unaonaka Wachina. Wachina wanaweka maji kuna vyeusi. Wachina na Wajapani ndio wanaongoza kwa life expectancy duniani. Kama Mungu wao anawapendelea zaidi. Sio kweli. Unaona hii
ni shungite bracelets kwa ajili ya kuzuia mionzi. Yaani protection ya hizi devices ambazo tunazitumia unknowingly. Kwa sababu visababishi vya magonjwa duniani ukiondoa ajali ni 4. Cha kwanza ni chakula, takataka. Cha pili ni prescribed and non prescribed medicine. Kila kidongo unachokimeza kinakupa madhara. Cha tatu ambacho watu tena hawajui mionzi. Mionzi kutoka kwenye device yoyote inayotumia umeme. Achilia microwave. Wale mnaokula vyakula vya kwenye microwave, ile ni dead food na mnakula mionzi, ambayo mionzi ile inakwenda kwa weekend nguvu zenu za maisha. Kama unataka kutumia microwave, make sure una shungite stone pembeni pale kwenye vent ili iweze kuwa ile mionzi iweze kuwa absorbed. Cha 4 ambacho kinatokana na haya ni stress. Sasa sisi yani nina stress, wewe acha tu, sio sifa. Na kuna watu wameshafika sehemu ndo sifa. Kabisa yani usione bwana hivi na stress kweli. Kwa hiyo yani ni shida. Kwa hiyo ndugu Koi, kwa Tanzania ambaye tayari ameshakuwa affected. Apate kuna siku hizi utaweza kuangalia kuna hii kitu wanaita mwani sio CMOS. Ziko hivi mtaani. Lakini ni wajibu wako kama ambavyo ni wajibu wako kujua chakula gani sahihi. Upate CMOS sahihi ambayo ni natural grown. Iliyochanganywa na bladderwrack, alafu iliyoblendiwa na maji ya shungite. Hiyo ukiipata itakwenda kukufanyia detox, itaenda kukuondolea hizo sumu, itakwenda kusafisha mishipa yako, lakini pia itakwenda kusafanya cell rejuvenation. Cell mpya za mwili zizalishwe. Haya, upate black pumpkin seed. Mbegu za maboga nyeusi. Mnasikiliza jamani? Watu wengi ambao hampati choo ni kwa sababu contraction ya maso za utumbo wenu ziko weak. Ili uweze kupata choo lazima utumbo uweze small intestine. Watu wanasema tunaomba urudie kwenye microwave pale, ndio kuna shida kubwa sasa. Watu waache kutumia microwave kupasha chakula. Kibaya, ile vyakula inapasha kwa mionzi. Ule moto unaouona ile ni mionzi unakula, kama ni chai, kama ni chakula. Ili uweze kuondokana na hiyo adha. Kwenye microwave huwa kuna zile venti pembeni. Place mawe ya shungite pale, au pendants shungite, au stone ya shungite, au hata bracelet kama unayo iweke pale. Leta hizo nani waweze kuona. Unajua mama kanipa vyakula vingi mpaka nasahau vingine. Unajua kuna mtu anakuja anashtuka, kumbe kuna selene. Anza kupita kidogo. Microwave ni kuziacha. Yaani microwave. Hii ya kwenye nani? Ya kwenye maji. Mpaka pendant. Pendant. Kama mtu ajaribu aweke maji kwenye microwave, akamwagilie mmea wake, mmea unakufa. Je, wewe unayojimwagilia kila siku tumboni mwako na hizo chakula unasema unapasha, je, wewe kutoa wapi? Ni kweli. Jamani, Kama ulivyoahidi. nakaribia kutoka live hapa. Na kama nilivyowaambia, lengo la hii live lilikuwa ni kusolve matatizo ya watu. Mama alikuwa anatupa majibu hapa ya nini tufanye. Mama anang'aa. Niwaambie kitu. Mama anang'aa kwa sababu anakula chakula hali takataka. Ngozi na reflect tumboni. Tumboni. Tumboni kukiwa kuchafu, usifikiri huku juu kutakuwa kusafi. Huku nje hakui kusafi. Mnakula matakataka afu mnakimbilia mnapambana na ngozi. Hampati matokeo sahihi ya treatment za ngozi zenu kwa sababu hamtreat ndani, mnatreat nje. Na ukishapaka hivyo just mafuta nazi tu ndio inatosha. Yaani unatreat ndani wewe. Unatreat nje. Wanasema sijafungua.
Hii hapa si hii. Nimefungua. Dengu. Waoneshe hapa. Nimefungua, wanasema hujafungua pale kuna nini? Hivi unajua nikwambie ukweli? Kuna watu hapa wanaona maajabu tu. Kuna watu hapa wanaona maajabu sana. Hawaelewi, yani unajua walitegemea watakutana na chips mayai. Heti wananiambia eti mbona nakula wali na ugali. Mimi nakula vyakula vyote. Buffet, wanakula nini? Buffet mkipangiwaga kisinia. Kisia hawa siasi wake mambo yao. Kwani ndio hizo program hizo kwamba Wamekuwa program programmed, kama unatakiwa ule wali ukila wali ule wali mweupe ule pilau ule sijui nini ule makaroni si makaroni ule sijui makaroni sijui. Hizi ni choroko. Senene umeziona? Ati mbona chips hatuzioni jamani? Hamna chips hapa. Kiazi ni kina Australia ni nyingi. Yaani kiazi na ndio maana kina affect vijana. Yeah. Kiazi na kuku. Wale ili kwa haraka ya booster. Ile booster ikija kwa mwanaume. Zile ndizi ambazo mwanamke ndio inakomaa, mwanamke inakomaza watoto wanakomaa mapema wa kike na wa kiume ndio hao man boobs. Sauti inakuwa ieleweki ndio hizo sasa. Kumbe ni viazi. Haijalishi umekichemsha, umekikaanga, shida ni kiazi. Hata haya matunda mengi ambayo ni ya kisasa. Matunda mengi ya kisasa ni tatizo. Chochote kile ambacho ni man made, don't touch it. If nature made, kula hata uvimbiru hapo koi. Wala hata uvimbiru. Yaani wewe kula ulavyo. Lakini hapo uvimbiru hamna. Mama yetu sasa tupikia kunde tulivuta mdomo. Unajua kwa nini mlivuta mdomo? Mshaaminishwa chakula ni kipi? Wakati hapa hata ukisema ule hizo nani peke yake bado ni chakula. Kama sisi tunataka muda kwa kwenye group mle kuangalia vitu ninavyopost. Yaani siku nyingine napika mboga ni chakula. Yaani ni chakula. Nimeamua kula hivyo. Vitu vile ambavyo watu wanataka nifanye hapa. Naona nifanye sasa hivi kwa sababu time yetu imekimbia. Account ya mama naomba uiandike kwenye comment pale. Alafu ni pin. Pima kanshi. Yes, ya Instagram. Hapo kwenye. Wow. Yeah. Heti nimepata elimu bure bila kulipia jamani. Hivi nikipuuza Mungu nitamwambia nini? Umeona That's good. Angalau hata huyo ameliona hilo. Lakini bado kuna ambao wanapewa na bado hawatake action. Account tag hapo. Kwa wale ambao mnataka ufafanuzi zaidi, mnataka tiba, ufafanuzi zaidi, elimu. Unataka kwenye group la WhatsApp, kuna namna ya kujiunga kule hivyo. Haya, sasa naomba nitaje ile namba. Mama inabidi ujiandae hapo. Hiyo namba naomba itajwe ambayo watu watatuma message tu wakitaka kuingia kwenye group. Kwa ajili ya elimu. Si ndio? Ndio. Si sawa? Ni sawa. Tutaje namba watu waweze kuingizwa kwenye group ili kupata elimu. Kwenye group kule watalipia, wala hata sio siri. Kule watalipia ili kujiunga. Kwa hiyo ukinipigia utalipa 50,000 ambayo ni ada ya mwaka mzima. Huwezi kupata material ya kukuponya maisha yako yote kwa shilingi. Mamangu mimi ndo nimewaondesha leo live ya bure. Umeona Tunatakiwa kulipia. Ni kidogo pia ambacho watalipia ni kwa ajili ya tu ya kuhakikisha mtandao haukatiki. 50,000 is minor ukikompare na kitu ambacho wanakuja kukipata kwenye hilo group. Wanasema nimbebesha package. Nambebea. Nambebea. Kwa ikula na mwenzako wale. Mimi nimesha shiba. Nataka kubeba. Sawa, maliza sasa hivi. Utabeba hicho. Maliza hicho. Ila mimi nikwambie. Ndio. 99% ya Watanzania hawajui hiki chakula. Hawajui hiki chakula. Hawajui ndio. Wamekijua wapi wamkanacho? Kwa sababu sokoni hata Mlimani City hakipo supermarket. Yaani baadhi ya supermarket ndio wanacho. Na ni very expensive. Mimi kuhusu bei sio issue. Lakini hata ile availability ni limited. Na mdada hapa comment vizuri sana. Anasema shida ni kwamba
wanataka kupoteza natural food kwa kutuletea hybrid kwa bei rahisi na kufanya natural food zionekane expensive ila sio kweli. Huyo anajitambua. Huyo na huyu ndiye aliyeniomba anataka kuongea na wewe huyu. Hamna shida, ngoja wewe maliza kula utataje. Utataje. Ngoja kwanza. Nanaki. Zote mbili. Na huyu alisema alipoteza baba yake. Okay, maskini. Kwa sababu ya lifestyle. Ya lifestyle. Yeah. Hiki ni chakula. Yaani hiki lazima tu, yaani lazima ufikirie. Mbona kama ukila hii unakula mlo huu? Ujisikii, yaani kwanza huku usikii kushiba sana, ila hapa unajisikia kama uko tayari. Huku unajisikia like lakini hapa hakipiti. Aliwadanganya watu ule wali mweupe ni mtamu. Alifeli sana. Alitupatia. Advertisement ni kubwa. Wewe, maana kuna Bismart, maana kuna siku nini, maana siku kuna Corona nini, maana siku kuna nini wewe. Kitu kimepigwa rangi nyekundu ya blue. Matangazo ya wali ni mengi sana jamani. Sasa. Mara biriani. Mara sijui wali wa rangi. Hapo hakuna chakula ambacho nimeunga na mafuta yoyote zaidi ya kupika na nazi tu. Na nazi ambazo tutakuja kula, tuseme wewe mko wawili, mimi familia yangu tuko watatu na bado utambebea mtu, ni nazi 4 za shilingi 4,000. Sasa nazi za shilingi 4,000 ni nini kwa watu karibu 6-7? Na sio zile nazi ambazo ni ready made. Jamani. Naomba nitaje namba hapa. Utaituma message kwenye hii namba, utapewa mwongozo. Na naomba jamani, naomba sana mtakaopata hii elimu share na wengine. Yaani mimi hapo hicho ndo kiu changu. Ukipata elimu hii, mwambie na mwingine kuna sehemu unaweza kupata elimu kama niliyoipata mimi. Hata ndani yako pia. Ili join. Why share, just share. Kwa sababu niwaambieni, watu wanaotuuzia takataka wana share. Wanalipia matangazo gharama sana. Billions are spent to make sure you drink soda. Billions of money. Sana. Wanalipa wachezaji wa mpira billions. Wanalipa wasanii wakubwa billions to make sure you drink soda. Akati wewe una uwezo wa kujua kabisa hiki ni sahihi na ukashare na mtu mwingine. Share. Share. Yaani kama wanavyo share kuhusu takataka, na sisi tunashare kuhusu vyakula. Nitamani akaonyeshe ugali wakati unaandaliwa. Nenda nje. Taja namba, nilikuwa nataka namba. Namba? Aya, namba ni hapa 07 54 5 0 11 9 3. Nairudia 07 54 50 11 93. Tuma message. Namba nyingine ya WhatsApp, atuma WhatsApp hiyo na message zao. Tuma message. Namba nyingine wakinikosa nikiwa busy. Namba nyingine ni 07 46 95 67 74. Mimi napenda Watanzania. Unajua kwa nini? Kuna watu ninapohitaji namba wanaiandika hapo. Haki ya Mungu. Ndio uione. Wameandika watu. Mimi namba nikitaja wewe kaandika, kaiandika. That's good. Yaani lazima tufike hatua wenyewe tuone kwamba hiki kitu ni sawa. Hiki kitu sio tunatumia wewe ni umecreate. Umeona Sasa ni namna gani creation yako itaweza kubenefit watu wengine. So kwa hiyo sasa bwana anataja namba ya pili 0746956774.
Hizo namba 2. I love you. I love you. I love you guys. Thank you for writing the numbers and sharing. I love you. I love you guys. I love you guys and you're doing a great job. Na hiyo ndo kazi unayoitaka. Naiguta kwa kweli. Waiguta. Naiguta muno. Akili kasingi. I wanted you to come and then to taste this food. Yani mimi niwaambie kitu. Hii story ya kwamba eti vyakula sijui vimefanya nini? Kitambaa cha kujifundisha mkono. Hapa mimi pia nataka kuwaonesha ujue nini watu? Nataka kuonesha maandalizi ya huu ugali. Yeah. Sawa. Huu ugali ulivyoandaliwa nataka niwaoneshe. How do you see me? Very happy. Very happy. Ji. Naona. Kaka chakula kwanza. Huyu atabeba. Kwa sababu ya time. Atabeba. Okay. Watanzania wenzangu hata bila mboga. Ndio hapa. Na hiyo basi una upungufu wa kinga. Kitu chochote changamoto zote hizo sio kinga, mmeng'enyo, immunity zao ziko chini. Hizo ndio kazi zake kubwa sana. Hizo ndizi sasa. Kwenye mmeng'enyo watu wa vidonda vya tumbo. Hii hapa enda kusmooth kujenga ile layer ya tumbo. Tumboni. Jamani. Ungui hapo. Ndio zako. Hamna shida. Jamani. Haya ni maandalizi ya ule ugali ambao mmeona na ule humo ndani. Kwa kweli anajisikia raha sana. Nimekula chakula kizuri sana. Kizuri sana sana. Jamani huu ni mtama mweupe. Umeona kuna mtama mweupe na mtama mwekundu. Sasa hii ni mtama mweupe. Kwa sababu huu hapa una sukari ya asili ambayo haitamwaffect mtu yote anaweza kala. Hii inamuaffect mtu yote. Hii hapa mtu yote. Aidha ni kwa ajili ya lishe ya mtoto, lishe kwa chakula chako au ni kwa mtu una mgonjwa tayari. Hii hapa anakula na apate side effect yote na unamjenga afya yake. Mtu anaelezea watu hapa mimi niende osho. Okay. Huu mtama mweupe zipo aina mbili mtama. Kuna ambao wanatumia mtama mwekundu, kuna wengine wanatumia mtama mweupe, lakini sahihi ni mtama mweupe kwa sababu moja. Huu hapa wanga wake ni sahihi, unachakatika na mwili, unajenga afya yako, unaenda kuimarisha kinga yako na kukupa mwili wako madini yote sahihi. Ukila huu unamfaa aidha ni kwa ajili ya lishe ya mtoto, ni kwa ajili ya afya yako, au ni mtu na vidonda vya tumbo, au ni mtu tu unataka kujijenga. Yaani kwa mfano let's mimi hapa nakula mlo mmoja kwa siku, lakini ukiangalia usema mimi nimekonda, nimeisha, nimefanyaje, lakini kwa sababu ni chakula. Haijalishi hautaki kula mara kwa mara, ila ni kujua je unakula mara ngapi, unakula chakula sahihi. Hapo kuna mtama mweupe, hizo ndizi bokoboko kwa ajili ya kujenga ukuta kwenye utumbo wako, kwa hasa wale ambao wanasema vidonda vya tumbo. Hizo ndizi bokoboko zinaenda kujenga lining yako ambayo imelika kwa sababu ya hizo acids. Hiyo inaenda kusafisha, itakufanya upate choo. Kwa hiyo itakuondolea hizo acid reflux na fermentation. Hizo hapa ndizi bokoboko. Hapa zishakauka, shakuwa kama makopa. Hii fiwi inaenda kujenga kinga yako. Let's say kwa mfano kwa wenzetu kule Kenya wana export kwa ajili ya kuimarisha CD4 count. Kwa sababu ya hizi fiwi zinaenda kuimarisha kujenga kinga ya mwili sana. Kwa hiyo kama wewe uko ni mzima, kwa nini usiendelee kuimarisha kinga yako ya mwili? Na ni vitu rahisi na vinapatikana ukitengeneza chemistry yako hapa, kila kitu kinakuwa kiko vizuri na unapona. Na kwa mfano let's say hizi ndizi umezipata za kutosha, unaweza pia ukazifanyaje, ukazikatakata, ukazipika tu kama chakula. Kama zimeiva ukazichemsha na maganda yake, au ukatengeneza juisi, inawezekana pia. So lazima kwamba uikatekate. Hii ndizi bokoboko kwa kitaalamu wanaziita bulo bananas. Bulo banana ni ndizi zenye mbegu. Ukila hizi ndizi utajisikia kushiba. Sasa kama mtu ana vidonda vya tumbo, acid reflux, upati choo, yani digestive system yote kwa ujumla, unahitaji hizo ndizi bokoboko.
kwa sasa zipo, hazina thamani kwa sababu tunapenda yani kwa hazitangazwe. Tumetangaziwa vitu vingine. Tumeaminishwa kwenye vitu vingine. Kwa hiyo hizi ndo ndizi sahihi. Hizi nyingine hizi ambazo tunaona sijui mtuishe sijui nini zimeleta, ndio maana kule sasa hivi meno yanakatika sana. Sababu tunakula ndizi ambazo ni copy. We have 5 minutes. Life Revival Home therapy. Very important. Life Revival Home therapy. Very important. Wanasema sisi Upareni hizo ndo ndizi ambazo tunaziona ni dili. Wanaita kikojozi, mosi. Ndio hizo. Jamani. Waliouliza kwa anambebea mtoto? Ndio. Anambebea. Jamani. Kazi ipo. Kazi ipo. Jamani, mimi niliwaambia sitotoka hivi hivi kwa mama yangu. Nimepata package nzima. Alikuwa na kilo 98 kipindi anakula takataka. Wakati alikuwa na kilo 98. Sasa na kilo 62. Alikuwa na kilo 98 kipindi anakula takataka. Na guess what? Nina miaka 50. Kwa hiyo nina kilo 62. Kilo 62. Kutoka kwenye kilo 98 miaka 4 iliyopita. Mama, tuletee tu mfuko kwa sababu wa Tanzania hamuelewagi. Ila this time around mtaelewa. Jamani, mimi lengo la kumtafuta mama kufika mpaka hapa ni natamani wa Tanzania muone sababu gani nawaambia acheni kula matakataka. Na kinachonichekesha ni kwamba watu wakiambiwa acheni kula matakataka wanasema sasa tutakula nini? Tutaishije? Leo nitaka kuwathibitishia kwamba unaweza ukaishi. Mama yangu hapa anaishi na familia yake na hali matakataka. Anaishi kabisa na maisha yanaendelea. Hali takataka. Kwa hiyo inawezekana usile takataka na ukaishi. Tena ukaishi maisha mazuri zaidi. Maisha ambayo utaamini. Hayo magonjwa sijima nini hayo unayosikia na ukila vyakula ambavyo ni healthy. Alafu ikatokea ukaumwa, mwili wako unakuwa una uwezo wa kujipambania. Mwili una uwezo wa kufight back kwa sababu kinga ya mwili inakuwa ni imara. Maana yake msije mkatukoti kwamba ina maana ukila vyakula healthy hautakaa uumwe. Kuumwa ni kawaida. Hata gari likiishiwa maji kwenye rejeta linachemka. Tunaweka pembeni, tunaongeza maji, safari inaendelea. Lakini kama kwenye rejeta yako kumetoboka na bado unaendelea kuongeza maji, maana yake hakuna kitu utakuwa unafanya. Kabisa. Tuna uwezo wa kuishi bila magonjwa, na kwa sasa sisi ni viumbe ambao tumetambua kwamba kumbe tulikuwa tumefichwa siri. Siri tumeijua, hakika tuna kila sababu ya kuishi kwa furaha, kwa maana kuishi bila magonjwa inawezekana. Inawezekana kuishi bila magonjwa. Tembelea hapo. Tembelea Life Revival Home Therapy. Yes. Namba ile pale, namba tumeziweka hapo chini. Make sure you give a call, text. Hakikisha kama unataka ushauri, kama unataka kabisa kubadilisha maisha yako, kama unataka kuanza maisha mapya kwenye swala la chakula ambalo ndio changamoto kubwa ilipo. Sasa ni wakati wa wewe kuchukua hatua. Hatua yenyewe unaichukuaje? Mtafute dokta. Hakikisha unajiunga na hii movement ambayo kimsingi ni movement ya kusaidia watu na kusaidiana wenyewe kwa wenyewe, na kusaidiana na kuokoa generation na kizazi ambacho kinakuja. Sababu hicho ndo kinapotea. Haiwezekani tukawa kila siku tunaandaa kizazi kibovu, kizazi kigonjwa. Watu mnaweza kuwaona hawafikiri kwa sababu wanakula vyakula ambavyo haviwawezeshi kufikiri, havijengi ubongo wao. Matokeo yake watoto tunawaona kwamba ni wamekuwa watoto wa kisasa, hawasikii kwa sababu hajala vyakula ambavyo vina utulivu. Mtoto akila nyama, angalia koo au tabaka za watu wanaokula nyama the way wanavyo behave. Lakini wale ambao wako calm, nyinyi ni mashahidi. Malastaman mnaweza kuwaona kwamba ni watu ambao wako very calm kwa sababu mara nyingi wanakula vyakula ambavyo vina utulivu. Sisi tunapaparika kama tunavyokimbiza kuku kumkamata ili tumchinje. Hatuna utulivu. Sasa jamani, quick one, kwa sababu naenda kuonana na watu ambao wanakula takataka ili niwasaidie. Sitofunga hata viatu. Naomba hiyo live isiishe hiyo live isiishe ili niwaambie watu tu nini cha kufanya. Nimeacha kweli. Hii niache nishike. Haya. Tenishike kuchukua vitu ambavyo vimebaki. Chukua vitu hapo chap tuondoke.
Nimefurahi sana. Namshukuru Mama yangu mimi nimefurahi zaidi, nimependa sana kwamba Watanzania tumepata suluhisho wamechukua kwanza, wamepata suluhisho, wamepata vyakula ni vingi, wamepata somo. Kuna magimbi, kuna ndizi bokoboko, tuna maboga, tuna viazi vikuu, watu wa kusini wana ming'oko, na tabia ya kusema mimi chakula fulani kwetu hamna. Kwani wanavyokula ubwabwa mnaolima kwenu au wanavyokula mahindi unayalima kwenu? Tule chakula kwa sababu tumejua kwa nini tunakula chakula hicho, na tupende kujifunza kwa vitendo. Hii issue ya ingia darasani tukapata certificates ambazo hizo certificates hatuwezi kuziishi kwenye mtaa, nadhani tuanze kusema enough is enough kwa watoto. Yaani unajua, ukitaka kujua hili somo lilikuwa ni somo zuri na watu walikuwa wanalihitaji sana. Mimi wanaenda live lisali moja. Ndiyo. Leo nimeenda lisali moja dakika 45. Leo tumesema sana wili. Na watu wapo wanaangalia na wanafurahi, wanatamani iendelee. Maana yake ni kwamba tunahitaji sana kushare. Yes. Tunahitaji kuonesha watu kweli kwamba hivi vitu vinawezekana, na ndio vitu ambavyo wanatakiwa. Yaani siku nyingine ukija asubuhi, kwa sababu kuna wale ambao sasa jamani nikiamka nasikia njaa asubuhi. Pika tunapika uji. Uji wa nazi. Ni mtamu mno. Hutakaa urudi kuchukua uji uweke maziwa. Kwa sababu ukumbuka, hailijalishi umekunywa maziwa yenyewe au umeweka kwenye kimiminika kingine. Ukiingia tumboni, mwili unachakata kila kimoja peke yake. Hiki kinatakiwa, hiki hakitakiwi, hiki kinatakiwa, hiki hakitakiwi. Matokeo yake tunarudi pale. Watu kutokupata choo ndo chanzo cha magonjwa yote. Yaani hakikisha na upate choo kuanzia mara 2 na kuendelea kwa siku. Haijalishi ulikuwa umefunga au umekula kafuku. Lakini make sure unapata choo mara 2 na kuendelea. Kamsaidie Davis. Kamsaidie kutoa vitu ndani. Choo. Bila kupata choo maisha hamna. Pale kulikuwa kuna kama sim pale pembeni. Okay. Bila kupata choo maisha hakuna. Utaumwa, yani utaumwa tu. Na ndugu zangu, watu wengi wanaume nimekuta wana shida ya prostate enlargement, lakini kwa bahati mbaya wanawa misdiagnose kwamba wana shida ya figo. Unakuja kuangalia figo, kumbe hazina shida kubwa, shida iko kwenye prostate enlargement. Kwa hiyo ni vyema tuendelee kujengeana uwezo, ni vyema tutafutane, ni vyema tupeane elimu, ni vyema tupeane dawa sahihi. Tiba sahihi zipo. Mimi napanga tena jamani, watu ambao mmetutazama, naomba tu invite wengine na wengine. Mimi napanga session nyingine. Tupige tena live nyingine. Watu ambao wameshaanza tuendelee kutoa information, tuendelee kutoa taarifa ili watu waendelee kupata suluhishi wa mambo ambayo yanawatesa. Sawa mama? Asante sana. Muwe na wakati mwema. Sisi ngoja tuingie kwa wala takataka. Haina noma. Haya. Atakula. Atakula. Mimi nitaka hapa niwaambie watu. Sasa mniambie anayetaka hicho chakula. Maana nawajua nyie. Hapa itakuwa kama vile nataka mniambie nani anataka hicho chakula niwaletee. Bora. Anayetaka hicho chakula aniambie hapa, ngoja niangalie hapa kwenye comments. My phone is going off. Power kuna? Jamani, mwanzo mwisho ila nipo Moshi. Kama uko Moshi tumtafute ambaye yuko Dar. Nimechelewa. Nini? Uone nini? Bado. Nini uone? Simu. Sasa alikwambia pale.
Simu yako? Nenda kaicheki. Okay guys, naomba mniambie ni nani anahitaji nimletee chakula aweze kula. Otherwise tukutane bachelor, ladies and gentlemen. Live session ya leo ilikuwa life transforming na tumeona kabisa jinsi gani imekuwa life transforming, and niliwaambia this Valentine I am giving myself to help people. Kama hujapata nafasi ya kufanya live session kwenye biashara yako, kama unahitaji tangazo, check me up, piga simu yangu, namba yangu ni 0714018366. Kama unataka nifanye live session kwenye biashara yako, nitafanya. Leo ni mwisho kwa Dar es Salaam, naenda Arusha, then I'll be back Dar es Salaam, then I will go Arusha, I will go Dodoma and other places. Umeipata? Okay, let's go. Otherwise, thank you guys for watching. Chee! Tukutane bachelor time. Ukumbuka hii